Amen. Tufanye kile ambacho Mungu leo ametuleta. Bwana asifiwe. Amen. Nafikiri tutakachohudumia leo ni maombi ya kung'oa vyanzo vya matatizo yaliyosimamishwa kwa siri. Amen. Maombi ya kung'oa vyanzo vya matatizo yaliyosimamishwa kwa siri, na ndiyo kesi kubwa ambayo tutashughulikia leo. Lakini naomba nisikilize. Andika. Anacho ninachokitaka. Andika hivyo. Anacho ninachokitaka. Watu wa Mungu sema amen. Amina. Kwa ndani ya ujumbe unaoitwa vyanzo vya matatizo yaliyosimamishwa kwa siri, tutaongea tu anacho ninachokitaka. Naomba nisaidie kule nyuma, anacho ninachokitaka. Anacho ninachokitaka. Turudie tena kwa sauti, anacho ninachokitaka. Anacho ninachokitaka. Nisikilize kwa makini na baadaye utanielewa. Amen. Naomba tusaidie saa pale. Saa ngapi Nasibona? Saa 6 na dakika ngapi? 25. Sawa, muda mzuri sana. Watu wa Mungu tumpe Yesu makofi kwa ajili ya Nasibona. Kanisa lote toa sauti tena, anacho ninachokitaka. Anacho ninachokitaka. Toa sauti kwa juu, anacho ninachokitaka. Anacho ninachokitaka. Ongeza tena, anacho ninachokitaka. Maki yangu iongee juu kidogo sana. Anacho ninachokitaka. Anacho ninachokitaka. Kama unaongea na mtu naona amefunga mdomo, mwambie fungua mdomo wako. Fungua mdomo wako. Aya, sema anacho ninachokitaka. Anacho ninachokitaka. Rudia tena, anacho ninachokitaka. Iongee. Rudia tena, aongee anacho ninachokitaka. Ongeza tena, anacho ninachokitaka. Hai kidogo, anacho ninachokitaka. Mwangalie jirani yako, mwambie anacho ninachokitaka. Asante. Anacho ninachokitaka. Unataka gari? Sema anacho. Mwambie mwenzako, unataka nyumba nzuri? Muulize uliyekaa naye, mwambie unataka nyumba nzuri. Anacho unachokitaka. Unataka ndoa nzuri. Anacho unachokitaka. Unataka kuhubiri vizuri. Anacho unachokitaka. Unataka kuimba vizuri uonekane. Anacho unachokitaka. Rudia tena, sema anacho unachokitaka. Mwambie geuka sasa hivi. Unaelekea wapi? Mwambie mjomba hana, binamu hana, kaka hana, sasala hana, binamu hana, hata shangazi hana, hata babu hana, hata yule aliyekufa hana, mchungaji hana, nabii hana, kiongozi yote hana. Mwambie usiabudu wanadamu, hawana unachokitaka. Hebu rudia, hawana unachokitaka. Lakini yeye aliyemwosha anacho unachokitaka. Unataka uzima? Anacho. Unataka huduma nzuri? Anacho. Unataka kucheza vizuri? Anacho. Unataka amani? Anacho. Mwambie kwa usahihi, sema anacho. Anacho unachokitaka. Kila mmoja naomba teke masikio vizuri. Anacho. Naomba Eunice pale ulipovuta kikao chako na utoke hapo ulipokaa, hamia kule. Amina. Silikorofisha na tamkorofisha na Bwana. Hamia kule. Anacho unachokitaka. Amina. Kila mmoja legeza, nasema toka hapo Eunice, nenda kule. Nenda huko nako kuonyesha mimi, niangalie mimi. Kaa pale alipokaa Pastor Grace. Pastor Grace, toa kitu chako weka pale, afu tafuta kitu kingine wewe. Pastor Grace, tafuta kitu kingine weka hapo.
Na hicho kiti nimekupa mwanzo wa ibada mpaka mwisho wa ibada. Utakaa hapo, ukisimama kuimba utaimbia hapo hapo. Kwa hiyo kuanzia leo usikae mahali pengine, utakaa hapo. Na ibada isiishe. Usiondoke kabla ya ibada. Ukiondoka utalipa. Kila mmoja nisikilize. Amina. Anacho ninachokitaka. Amen. Sema amen. Amen. Nilianza siku ya Jumatatu kwenye ujumbe wa wiki unaoitwa yupo mmoja mteteaji wangu mwenye nguvu dakika za mwisho. Nilianza na ujumbe unaosema yupo mmoja tu mteteaji wangu mwenye nguvu dakika za wapi? Za mwisho. Sema amen. Tuliongea na ujumbe huu kwa kadiri ya nguvu kubwa sana. Lakini nikasema huyu mteteaji amebeba kila unachokitaka wewe. Sema amen. Huyu mteteaji ambaye tumemtaja sana wiki hii amebeba kila unachokitaka. Yeye kwenye mwili wake, ndani yake, anayetaka uzima anapata. Yeye kwenye mwili wake, anayetaka amani anapata. Yeye kwenye mwili wake, yani kwenye mwili wake ni sanduku ambalo limetunza hazina za wanadamu. Sema amen. Kwa ni wanadamu wenyewe kutaka wanachokitaka. Sema amen. Na nilifafanua kwa undani sana kwamba usipende kuwalaumu wanadamu, kwa sababu mwanadamu hawezi kukupa unachokitaka. Sema amen. Na unapoona machozi yanaingia ndani ya nyumba yako, usihangaike ni nani aliyesababisha machozi. Sema amen. Wewe jua yuko mmoja tu mteteaji wako mwenye nguvu. Na huyu mteteaji anasimama pindi pale kwenye dakika za mwisho. Sema dakika za mwisho. Kuna watu wananielewa pande upi huu? Sema dakika za mwisho. Kuna kipande watu wananielewa. Sema dakika za mwisho. Kwa hiyo huyu mteteaji anasimama kwenye dakika za mwisho. Anaanza kwenda na watu kwenye dakika za mwisho. Anaanza kuingilia kati kwenye jambo kwenye dakika za mwisho. Na kwenye zile dakika za mwisho, mahali ambapo yule mtu haoni tumaini lake, yeye ndipo anapoingiza nguvu wake. Anakwambia mimi ndiye niliyemuumba. Shetani na malaika yako hauna chako. Mimi ndiye niliyemtengeneza. Shetani na mashine hauna chako. Mimi ndiye niliyemfanya. Na kama unaamini pamoja na mimi umefanywa na yeye, hebu simama, punga mikono juu na upige kelele za shangwe. Sema na mwinua mmoja mwenye nguvu. Sema na mwinua mmoja mwenye nguvu. Sema na mwinua mmoja mwenye uwezo. Na mwinua mmoja mwenye heshima. Na mwinua mmoja mwenye mamlaka. Hebu ongeza kelele za shangwe ya mamlaka yake. Sit down. Hallelujah. Sema amen. Mteteaji ni mmoja tu, sio wawili. Mteteaji ni mmoja tu, sio watatu. Mteteaji sio mumeo. No. Sio mke wako, hapana. Sio mama yako mdogo, hapana. Sio bibi yako, hapana. Kuna watu wanaungana na mimi wanasema hapana. Hapo ndipo ujanja wa shetani ulipoingilia. Yupo mmoja tu aliye mteteaji wa maisha yako dakika za mwisho. So tuliongea sana. Amen. Tuliongea sana na nilifafanua kwamba dakika hizi za mwisho atatumika kama sanduku la agano. Hujanielewa? Asante sana mama, hujanielewa. Dakika hizi za kwenda kuhitimisha mwaka, yeye mteteaji atatumika kama sanduku la agano. Anayetaka pesa atapata kutoka kwake. Anayepata mali, anayetaka kukamilisha mpango wake atapata kutoka kwake. Kwa sauti sema Yesu asante. Kwa hiyo kila mtu ambaye unanisikiliza utapata kutoka kwake. Amen. Huyu ni mteteaji mwenye nguvu. Ni mteteaji mwenye uwezo. Ni mteteaji
yake. Anatumika kama sanduku la agano. Ajali imeandaliwa juu yako haitakupata kwa jina la Yesu. Mabaya yameandaliwa juu yako haitakupata kwa jina la Yesu. Hebu sema na nao mbele. Kajamaa fulani kapumbavu kalimpiga mwanangu makofi. Nikasema mimi kapanga hili ni pepo limekuja kimwili. Na nalo yani hajakaa sawa, na shangaa simu ya alihisi simu ya askari wa kituoni imeingia. Sasa hivi yule jamaa nilipolala naye, unapiga mwanangu mimi. Sema amen. Yani nilivyolala naye mbele. Sema amina. Sasa hivi yule kijana amejifisha kama digidigi. Sema amen. Alifikiri watu wa Mungu wanamsamaha hawa. Alifikiri watu wa Mungu hawawezi kumtendea kwa akili. Na kwambia hivi, watendee wengine kwa akili, lakini mimi nitakutenda kwa akili. Wachezee wengine. Watoto wangu siwachezee. Wafanyie piaka wengine. Sio wana wa hapa. Na kwambia wafanyie mabaya wengine, lakini sio kanisa la Mungu lilo hai. Pokea wewe, naongea na wewe, naongea na wewe, naongea na wewe. Naongea na wewe. Hebu simama, sema chezea wengine. Sio wana wa baba. Allah. Kajamaa kale kanaishi kama digidigi mpaka sasa hivi. Nikamwambia mwanangu, nisikilize, sitaki mchezo. Sitaki kusikiliza mwenyekiti wa mtaa. Hiyo haiwezi. Sitaki usikilize mtendaji. Hiyo haiwezi. Niachie mimi kapanga na upako wangu. Nilale naye mbele kwa mbele. Ili achie kwamba duniani hapa utakiwa kuchezea wana wa Mungu. Ukichezea wana wa Mungu, umechezea hatima yako. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Nakwambia hivi, wachawi na watangazia, waganga na watangazia, wasoma yote na watangazia. Wachezee mwingine, lakini sio wewe unaniangalia. Wachezee mwingine, lakini sio wewe unasema amen. Hallelujah. 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 Chezea wengine. Hallelujah. Chezea wengine. Chezea wengine. Sio wana wa Mungu. Mungu anawaita na watoto wake. Sasa nisikilize. Kwa hiyo tukaongea sana kwa habari ya wiki hii. Yuko mmoja mteteaji. Amen. Lakini ibada yangu ya Jumatano, kama mtoto nilisimama kumfundisha mwanamke. Tuliongea mwanamke na zamu yake. Amen. Na tukasema, sikize kwa makini, tukasema mwanamke yeyote anayetumikia zamu yake, hakika ni lazima apandishwe cheo. Hamwezi kusema amen. Tulisema mwanamke yeyote anayetumikia zamu yake ni lazima apandishwe nini? Cheo. Lakini tukasema mwanamke yeyote anayetumikia nafasi yake lazima awe maarufu duniani. Ni madam utumikie nafasi zamu yako. Sema amen. Lakini tukasema mwanamke yeyote anayetumikia zamu yake lazima awe ni ushuhuda duniani. Kwa maisha yake yataanza kuwa ni ushuhuda. Kazi anazozifanya zitaanza kuwa ni ushuhuda. Uchumi anaoendesha utaanza kuwa ni ushuhuda. Maisha anayotembea nayo yataanza kuwa ni nini? Ushuhuda. Huyu ni mwanamke ambaye anamtegemea mmoja mwenye nguvu. Sema amen. Kwa tuliongea kwa undani sana mwanamke na zamu yake. Sema amen. Tuliangalia mfano mzuri wa Esther alipotumika kwa zamu yake huyu mwanamke. Sema amen. Akapata cheo kwa mfalme Ahasuero. Sema amen. Kwa akawa ni malkia kutoka ndani ya kwa mke wa kawaida. Na mimi nataka nikwambie, ukisimama kwa zamu yako pale pale kwenye ndoa, hali ya hewa itabadilika kwa jina la Yesu. Pale pale kwenye mtaa wako, hali ya hewa itabadilika kwa jina la Yesu. Ni wale tu wanaopokea mafuta hawa ndio wanaosema amen, amen. Sema amen. Lakini ibada ya Ijumaa tuliongea habari za vita na majeshi ya siri kutoka kuzimu.
tuliongea habari ya vita na majeshi ya siri kutoka kuzimu. Sema amen. Na tulisema tunapozungumzia habari za majeshi ya siri, hapa tunasema ukiona siku zote unashambuliwa na hauoni sababu ya kushambuliwa. Sema amen. Kwamba siku zote unashambuliwa lakini hauoni sababu ya kushambuliwa. Unashambuliwa na mabaya, hauoni sababu ya kushambuliwa. Unaandamwa na vitu vibaya, hauoni sababu ya kushambuliwa. Unashambuliwa na hali mbaya za uchumi, hauoni sababu ya kushambuliwa. Yaani ukijiangalia unajiona uko sawa, ukijipima unajiona uko timamu. Sema amen. Sema amesikiliza siri hii, sikiliza siri hii, sikiliza siri hii, sikiliza. Unajikuta tu watu wanakuandama, hauoni sababu ya kuandamwa. Ukijikagua wewe unajiona ni mtu mzuri, lakini watu wanakuandama, watu wanakusema vibaya. Unaona kabisa kwamba kila siku mume wako anakuinukia, kila siku mke wako anakuinukia, hauoni sababu ya kuinukiwa. Sikiliza vizuri, sema amen. Sema amen. Hauoni sababu ya kushambuliwa. Ujue kuna jeshi limeandaliwa na ndugu yako. Kuna jeshi limeandaliwa na ndugu yako kwa siri. Ndugu yeyote anayezalisha mashambulizi kwa ndugu yake huwa hataki kuonekana. Sema amen. Anatengeneza mkakati wake, alafu leo anakupigia simu. Halo, unaendeleaje? Mambo hai, inakuaje? Jana, Rusi, mtoto wako ajambo. Unasema tu ni mtoto wa shangazi huyu. Kumbe ameshaandaa mashambulizi. Anatafuta kwamba ajue yale aliyoyaandaa yamekupata. Alijiona moyo kukupigia simu na kesho anakupigia. Halafu nasema huyu ni mpenzi anayenipenda sana. Ndugu yako yule kashaandaa bomu, wewe unakukuruka tu. Ni sababu jamani, mimi niliwakulaumiwa tu jamani, inakuwaje jamani, hivi maisha yangu mpaka lini? Kuna ndugu yako ameandaa bomu. Sema amen. Sema amen. Utawajua wachawi wa pembeni, ila huyu utaweza kumjua, na hata kisimama sasa hivi utamtetea. Nikamwambia Mungu, ukiwa unanifundisha niandike ujumbe huu, niletee ishara, niletee ishara. Nikamchukua kijana mmoja nikaenda naye mahali, akaniambia mchungaji, hiyo ndio ishara. Akaniambia unajua mimi nikienda kwenye ukoo kila mtu ananikubali, lakini mimi kwanza navuta bangi, pili mimi yani ni muovu wa kupitiliza, lakini kuanzia dada yangu wa kwanza mpaka wa mwisho hawezi kunikubali. Lakini haitoshi, nimepambana na dada yangu mpaka nilihakikisha nyota yake nimeichukua. Ikawa shida, Mungu anathibitisha. Sasa kule nyumbani wanamuona kijana mpole, wanamuona ni mtaratibu, wanamuona ni mnyonge. Angalia matukio yanayofuata. Kwa tulishughulikia majeshi haya kwa namna ya ajabu, na tukasema hii ni roho yenye uwezo wa kuandaa kukwenda na mtu popote, kutembea na mtu popote, kulala na mtu kitandani. Na ndio maana kuna watu yani wanaanzia mateso ndotoni. Mtu anaamka tu ana shida. Sikiliza wewe, shambulizi hili linaanzia kwa ndugu yako, mtu anayekujua vizuri, mtu anayekufahamu vizuri. Ameiamuru jeshi kuhakikisha hata ukilala kitandani liko na wewe. Sema amen. Wewe utalalamika sana, utalia sana, utatafuta majibu sana, hakuna utakachokipata mpaka uelewe siri ninayokuambia mimi, namna watu wa karibu wanavyoweza kuamuru majeshi. Haleluya. Hebu jaribu kuwaza yale maandiko tumeyasoma siku ya Ijumaa. Anakuambia hawa walikwisha kuhukumiwa, na walipohukumiwa wakaja wakaibadilisha neema yako kwa siri. Wakaibadilisha neema kwa nini? Kwa siri.
hili jeshi la siri, umeumia. Kwa sababu utakuwa unapigana vita vingine, jirani yangu ni mbaya, shangazi yangu ni mbaya, mjomba wangu ni mbaya. Hao sio wabaya, yupo mwenyewe amejilaza pale. Ananyonya, anakula, anahakikisha wewe huwezi kuinuka. The same times kwa yule tu unaenda kupokea msaada. Na yule tu unapokea ushauri. Sema nakataa kwa jina la Yesu. Sikiliza vizuri. Hakuna kesi mbaya iliyobeba chanzo cha shida za watu kama hii. Semele. Kwa hiyo mabadiliko ya neema alionayo mwanadamu yoyote na mahali popote, kesi hii ya siri ndiyo inaposimama. Lakini tuliona pale kwa Mtume Paulo anasema wamekuja kwa siri wakauondoa uhuru wangu. Wanafanya mtu sio huru, na maana Yesu anakuja kuwafanya watu huru. Hawa wanaondoa uhuru wa watu. Ila namna wanapoondoa uhuru wa watu, wanaondoa kwa siri. Miaka inaendelea kwenda, huna amani. Miaka inaendelea kufika, huna amani. Sema amen. Hebu naomba wachungaji tusome yale maandiko mawili haraka haraka. Soma yale maandiko mawili. Soma kitabu cha Yuda, alafu soma na kile kitabu cha tumia maiki na tumia mimi. Soma na kile kitabu kingine cha Wagalatia na Filipi basi. Soma. Yuda sura ya kwanza mstari wa 4 imeandikwa. Naam. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Hebu kanisa wote sema kuna watu wamejiingiza kwa siri. Kuna watu Sikiliza wewe, sio ng'ombe, watu. Amen. Sema amen. Amen. Ni wafuasi wa Ibilisi. Wamejiingiza kwa nini? Kwa siri. Soma. Kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri. Ndio. Watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii. Ndio. Makafiri. Makafiri maana wapingaji. Wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi. Wanabadilisha neema yako kwa ufisadi. Nao umkana yeye aliye peke yake Mola. Na wanamkana Yesu kiwaambia habari za wokovu. Wana mioyo migumu. Na Bwana wetu Yesu Kristo. Sema amen. Amen. Unaona sasa? Amen. Wanaibadili neema iliyo ndani yako kwa siri. Unaenda kuomba msaada kwa jirani. Unaenda kuomba msaada kwa rafiki yako. Unahisi mwanamke huyu kioa ndio umepata kila kitu. Unahisi mwanaume huyu ndiye atakupa kila kitu. Amen. Sikiliza. Amen. Kama unasimama na ndoa, hauna huyu mmoja mwenye nguvu, huwezi kupaswa kwenye ndoa. Amina, 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 amina. Kama unasimama kwenye biashara, hauna mmoja huyu mwenye nguvu, huwezi kufika popote kwenye biashara. Amen. Haleluya. Amen. Sema amen. Amen. Soma kitabu cha Wagalatia, ndio anasema nini? Hapo wanabadilisha neema kwa siri, ndio. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 4 imeandikwa. Ndio. Bali kwa ajili ya ndugu za nitarudia. Rudia. Bali kwa ajili ya ndugu za uongo, Bali kwa ajili ya ndugu za uongo walioingizwa kwa siri. Rudia tena soma. Wagalatia 2 mstari wa 4 imeandikwa. Bali kwa ajili ya ndugu za uongo walioingizwa kwa siri. Ndugu za uongo walioingizwa kwa siri, Ambao waliingia kwa siri ili kupeleleza uhuru wetu. hebu sema ili kupeleleza uhuru wetu. Ili kupeleleza uhuru wetu. Unaniambia nataka uwe na amani kuanzia mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka. Amina, amina. Biblia inasema mwonapo habari ndipo uharibifu unakuja kwa ghafla. Funze upako wa Roho Mtakatifu kukusaidia. Sema amen. Naongea na watu wanaopokea upako wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Amen. Upako wa Roho Mtakatifu uanguke juu ya malango yako kwa jina la Yesu. Wanaingia kwa siri ili wapeleleze uhuru wako, kwamba kesho yako itakuwaje, mtu ndogo yako itakuwaje. Sema uhuru wangu unapelelezwa. Uhuru wangu. Na leo nawapeleleza wao kwa jina la Yesu. Amen. Inatosha sana msomaji. Amen. Sema amen. Kwa hiyo tulisema kila mtu unaposhangaa matatizo yanayokupata,
ujue kuna ndugu analusha mashambulizi kwa siri sana. Yule ndugu hataki wewe ujulikane, hataki umjue, na ndio maana unakuwa unashangaa mambo yanayotokea. Kwa kila mmoja anayeshangaa hali yake inayotokea, hebu sema, wiki hii ninashinda shambulizi la ndugu yangu. Hauwezi kusema kwa sababu namuogopa. Sema, wiki hii namshinda kwa jina la Yesu. Sasa naomba unisikilize vizuri sana. Leo ninaendelea na ninaye mmoja mwenye nguvu. Sema amen. Sasa nimesema unachokitaka dakika za mwisho. Anachokitaka dakika za mwisho. Katika pointi hii, tatizo lolote linasimamishwa kwa siri, tatizo lolote lililosimamishwa kwa siri linamhitaji Mungu peke yake. Tatizo lolote linalokushangaza kwenye maisha yako limesimamishwa kwa siri, linamhitaji Mungu peke yake. Tatizo lolote lililosimamishwa kwa siri na linakushangaza wewe kwenye maisha yako linamhitaji Mungu peke yake. Halihitaji baba yangu aliyenizaa, halihitaji mama yangu aliyenizaa, halihitaji kaka yangu aliyenizaa, halihitaji binamu yangu aliyenizaa. Of course, kuna matatizo ambayo yanawahitaji watu wakusaidie, lakini tatizo linaloweza kusimamishwa kwa siri, hata kama ungewahitaji wanadamu hawawezi wakakusaidia. Hata kama ungehitaji dada yako hawezi kukusaidia. Hata kama ungehitaji mama yako hawezi kukusaidia. Tatizo lolote lililosimamishwa kwa siri linamhitaji Mungu peke yake. Sema, linamhitaji Mungu peke yake. Ayubu 19 mstari wa 25-26. Ayubu 19:25-26. Ayubu 19:25-26. Sikiza vizuri sana leo. Ndio. Nitasoma Ayubu 19 mstari wa 25 hadi wa 29. Imeandikwa, ndio, lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai. Kanisa lote nisaidie, najua mteteaji wangu yu hai. Imba kwa sauti ya kubwa. Sema, najua mimi mteteaji wangu yu hai. Najua mimi mteteaji wangu yu hai. Hebu rudia tena maneno hayo kwa nguvu zote na mashetani yasikie. Najua mimi mteteaji wangu yu hai. Najua mimi mteteaji wangu yu hai. Kuna watu bado hawajasema, naomba niongee na wale nao walio tayari kusaidika. Mbele twende. Najua mimi mteteaji wangu yu hai. Anasema najua mimi mteteaji wangu yu hai. Endelea. Na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Atasimama juu ya nchi. Lile neno nchi maana yake ni wewe. Sema amen. Amen. Lile neno nchi ni wewe. Sema ni nini? Maana yake mteteaji wangu huyu atasimama juu yangu. Sema atasimama juu yangu. Atasimama juu. Sio atasimama kwa jirani, hapana. Sio atasimama kwa ndugu yako, hapana. Nataka kila mmoja aamini kwamba huyu mteteaji anasimama juu yangu. Mimi ndio nchi yenyewe. Endelea. Mstari wa 26. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, na baada ya maisha yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamwona Mungu. Lakini pasipokuwa na mwili wangu, hebu watu watasema nitamwona Mungu. Nitamwona Mungu. Umuone Mungu kwenye nyumba yako kwa jina la Yesu. Umuone Mungu kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Kama wachawi walikuona na Mungu anakuona kwa jina la Yesu. Nisikie tu amina zenye nguvu kwa jina la Yesu. Narudia tena, umuone Mungu kwa jina la Yesu. Narudia tena, umuone Mungu kwa jina la Yesu. Dada yangu aliyechoka, umuone Mungu kwa jina la Yesu. Mama yangu aliyechoka, umuone Mungu kwa jina la Yesu. Kaka yangu aliyechoka, umuone Mungu kwa jina la Yesu. Ndoa yako aliyechoka, umuone Mungu kwa jina la Yesu. Inahitaji Mungu peke yake. Hapa Ayubu amechoka. Sema amen. Mke wake hajaamua. Sema amen. Marafiki zake hawajaamua. Sema amen. Inamhitaji Mungu peke yake. Maisha yameharibika, utajiri umeharibika. Dakika za mwisho,
ndipo Mungu anapobadilisha mwanzo wa mtu na mwisho wa mtu kuwa na nguvu zaidi. Kwa tunapozungumza sasa hivi, kila mmoja naomba unielewe kwamba kuna jambo la kubadilika kwenye maisha yako kwa namna ya ajabu sana. Mtu wa imani ameshasema amina na iwe kwako kwa jina la Yesu. Ninakutamkia na iwe kwako kwa jina la Yesu. Kuna jambo linaenda kubadilika. Hata kama zimebakia siku 30, siku 20 na point, kuna jambo linaenda kufanya nini? Kuna jambo linakwenda kubadilika. Kuna jambo linakwenda kubadilika. Ni dakika chache zimebakia. Sema amen. Yanga lazima afungwe. Nasema shetani na malaika zake na walinzi wake na mapepo yake lazima wafungwe magoli dabolebo kwa jina la Yesu. Haleluya. Lazima wafungwe. Sikiliza. Huyu Mungu mkuu, andika pointi hiyo. Huyu Mungu mkuu anacho kila unachokitaka. Ndio maana Ayubu alipohitaji uzima, dakika za mwisho alipata ufahamu. Dakika za kwanza alikuwa anajisumbukia, lakini dakika za mwisho akapata ufahamu. Huyu Mungu mkuu anacho kila unachokitaka. Anacho kila unachokitaka. Anacho kila unachokitaka. Anacho. Kama orodhesha pale unavyovitaka. Orodhesha pale unavyovitaka. Anacho kila unachokitaka. Na nafundisha watu wanaoelewa tu. Kila unachokitaka. Orodhesha pale. Sikilizie shuhuda na maajabu ambazo zinaenda kutokea kwenye tarehe ya kuvuka mwaka. Anacho unachokitaka. Anacho unachokitaka. Kwa kama mume wako anakuuliza badilika, mke wako anakuuliza badilika, jirani yako anakuuliza badilika, rafiki yako anakuuliza badilika, mama yako mdogo anakuuliza badilika, shangazi yako anakuuliza badilika, kaka yako anakuuliza badilika. Anacho kila unachokitaka. Naomba upokee upako kwa jina la Yesu. Naomba upokee upako kwa jina la Yesu. Naomba tena upokee upako kwa jina la Yesu. Anacho kila unachokitaka. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Kila unachokitaka anacho. Haleluya. Mwanzo 18:14 anajisema yeye mwenyewe. Kimbia haraka msomaji. Mwanzo 18:14. Anacho. Nataka nini? Nataka nini? Ndio. Nitasoma. Soma. Mwanzo 18 mstari wa 14 imeandikwa. Kuna neno gani lililogumu la kumshinda Bwana? Sikia anachoongea huyu jamaa. Anauliza kwenye maisha yako, kuna neno gani lililogumu la kumshinda yeye? Kuna jambo lipi lililogumu la kumshinda? Na mchawi gani anayejifanya kigagula kumshinda? Anasemaje pale mbele? Ndio. Kwa muhula wake nitakurudia. Kwa muhula wake atakurudia. Wakati huu mwakani. Na Sara atapata mwana wa kiume. Na wewe utazaa unachokitaka kwa jina la Yesu. Amen. So ni maombi yangu kwenye ibada ya leo. Mungu atoke kazi kwenye kiti chake cha enzi, arudi ndani ya nyumba yako kwa jina la Yesu.
Na ikiwa ulihamishwa kwenye eneo lako, urudishwe kwa jina la Yesu. Ni wale wanaosema amina za nguvu ndio wanapokea kwa jina la Yesu. Nasema ni wale wanaokubali ndio wanapokea kwa jina la Yesu. Nasema ni wale wanaokubali ndio wanapokea kwa jina la Yesu. Urudishwe kwenye mali zako kwa jina la Yesu. Urudishwe kwenye uchumi wako kwa jina la Yesu. Urudishwe kwenye kazi yako kwa jina la Yesu. Urudishwe kwenye elimu za watoto kwa jina la Yesu. Nasema yeyote aliyehamishwa, hebu punga mkono, sema narudishwa kwa jina la Yesu. Mungu wangu akurudie kwa jina la Yesu. Aliye mtetezi wako, aliye mwenye nguvu wako, aliye mwenye uwezo wako, aliyetuma kupoka, aliyetuma kupoka. Na wana mkono Mungu, unatania watu, wakisikia mwili unatetemeka, uwache utetemeke. Wakisikia koma, endelea koma. Wakisikia kelele, ameshuka, 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 Let's go.